utufungue Baba, umekuja utufungue, umekuja utufungue, umekuja utufungue. Ninajua unanipenda Baba, ninajua unanipenda, ninajua unanipenda, ninajua unanipenda. Nimeamua sitakuacha Baba, nimeamua sitakuacha, nimeamua sitakuacha, nimeamua sitakuacha. Haleluya. Nataka tuingie kwenye maombi. Karibu sana mgeni katika nyumba ya Yera. Nataka tuombe kisha tupate kuanza. Baba wa uzima, tunaliinua jina lako, maana wewe ni mweza, wewe ni mwaminifu mahali hapa. Umetenda mema, umetenda mako. Hakika Baba yangu uko pamoja nasi. Hele Bwana wa rehema kutuinua, hele Baba yangu kutuonekania, Baba wa milele na kutujaza na hata nguvu yako ndani ya Yera, ndani ya uchaji wako. Naomba ya kwamba uweke uchaji wa jina lako ndani yetu, hele tukapate kutembea katika uchaji ho, na ile tukapate kupokea na fanaka, na ile tukapate kupokea na neema, na ile tukapate kupokea na ushindi na hata fanaka. Ninaomba ya kwamba mafundisho ya asubuhi ya leo ukapate kuonekana, mafundisho ya asubuhi ya leo ukapate kutuinua, ukapate kutujalia kuweza kukujua na kujua Yera na kujua njia ya kweli, ili tukapate kufuata njia ya kweli, ambapo ni njia ya Yera, njia ya amani, njia ya utulivu ndani yako. Tawala sasa mahali hapa, maana wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Asante. Tunapoingia katika mafundisho ya mpango wa amani wa dunia yote, naomba ya kwamba amani yako kapate kuwa sehemu ya maisha yetu. Asante kwa sababu ya mgeni katika nyumba hii, Baba wa rehema, atapata kujifunza siri, Bwana wa rehema, ya shin alememem, ili akapata kujua siri ya upendo, siri ya neema, na kupata kuinuka Baba yangu na kupiga hatua, maana wewe ni Mungu wala hakuna kama wewe. Katika jina la Yesu tunaomba, amen. Karibu sana, unaweza ukakaa. Nataka tupate kujifunza mafundisho about ndio msingi, foundation yetu sisi, mafundisho yetu ya world peace. Kwa hivyo tunafundisha amani ya dunia yote, amani kwa kila mmoja, amani kati ya kila mmoja. Yaani ukifikiria chochote utapata siri inayoitwa amani. Ukifikiria yeyote utapata siri inayoitwa amani. Sisi tunafundisha mafundisho inayoitwa amani. Mafundisho inaitwa amani. Yera inamaanisha uchaji. Yera inamaanisha uchaji. So nataka tuweze kuangalia ili kwa kina. Nafanya kutumia watu hapa kidogo tuweze kuungana na wengine wako hapa ng'ambo, ili tuweze kuandamana na wao. Karibu sana. Tuko katika mafundisho ya amani. Now, kwa hivyo nataka kusoma kidogo unachohitaji kujua katika mpango huu wa amani. Ni uhalisia tunaoishi ni programu. Dunia hii ni programu. Chochote kile ambacho unachokiona ni programu tu. Programu inamaanisha ya kwamba hakuna kitu kama uhalisia ila kilichotengenezwa.
ili kiweze kutenda kazi kwa njia fulani. Kwa hivyo dunia ama uhalisia tunaoishi ni programu na mfumo wa msingi unashikilia ufunguo wa umoja na njia ya vitendo kuelekea amani ya dunia. Kwa hivyo mfumo huu unatuelekeza katika amani ya dunia, ili dunia yote iweze kujawa na amani tu. Dunia isiyo na migawanyiko. Haijalishi huyu hatutaki kuleta mgawanyiko. Unaweza ukawa unakunywa pombe, we love you. Unavuta sigara, tunakupenda. Katika hii dunia hakutakuwa na hukumu. Tuko pamoja? Mambo ya moto wa milele, hiyo hatuko hapo. Sisi tunahubiri amani, na kwamba unaweza ukafikia kiwango hicho cha amani. Narudia tena, kiwango hicho cha amani. Unapokuja kuelewa kiwango hicho cha amani, unakuwa na ufahamu wa kitofauti. So dunia isiyo na migawanyiko, ambapo tofauti zinasherehekewa na umoja kuwa lengo kuu. Sasa tunahubiri sisi dunia ambapo tofauti yako wewe na mimi sivutagi sigara, wewe labda unavutaga. Okay? Mimi sina mke, labda uko naye. Mimi labda niko na wake watano, labda uko na mmoja. Okay? Mimi labda nakunywaga pombe, labda wewe ukunywagi. Tuko pamoja? Ama unakunywaga, mimi sikunywi. Tuko pamoja? Labda mimi ni tajiri sana kukusida, ama ni tajiri kunishinda. Lakini katika dunia hii hatuhubiri migawanyiko. Tuko pamoja? Kwa hivyo sisi hatujakuja tukulete katika mgawanyiko kati yako na watu wenu. Sisi Yera Haari aliye mwalimu wetu mkuu anatufundisha jinsi ya kuwa na amani na watu wote. Tuko pamoja? Amani na watu wote. Amani hiyo ndiyo lengo kuu. Hii itazaa mipango mipya, ubunifu. Ziende. Hii itazaa mipango mipya, ubunifu, maendeleo na sekta ya viwanda. Tatuweke hii hapa hivi, ili bado inaweza kaendelea. Now, so tunaona ya kwamba tutaweza kufanya uzinduzi wa viwanda, tutakuwa watu wabunifu. Tukija kujua mafundisho haya ya Yera Haari, tutakuwa na mipango mipya, tutakuwa wabunifu, tutakuwa na maendeleo na sekta ya viwanda, ambapo ubora wa maisha kwa wanadamu wote na sayari unakuwa mwanzo tu wa enzi mpya, uhalisia mpya na dunia mpya. So tunatazamia mahali ambapo dunia yote itakuwa na amani. Dunia yote tutaweza kuungana na kuleta mauzinduzi yenye kuleta mabadiliko. Uzinduzi uletao mabadiliko. Hii iko na maana ya kwamba lazima tuwe na ufahamu wa connections between us and other creatures. Lazima tuweze kuelewa tofauti yetu sisi na viumbe zile zingine iko wapi. Kwa pamoja. Now, nuru itakayozalisha umoja huu itaanza hapa pamoja na spishi yetu na kuunganisha dunia. Kuanzia hapa, nuru hiyo hiyo itaendelea hadi katika pembe zote za ulimwengu. Nuru inamaanisha ukweli. Nuru inamaanisha kuangaza. Inamaanisha kuambia watu ukweli, kuondoa uhasama, kuondoa chuki. Na mafundisho haya ambayo yanayoondoa chuki ndio ambayo yanayoanza hapa kwetu, ili tuwe na umoja, ili tuondoe uhasama, ili tuondoe uadui kati yetu na watu wengine. Tuko pamoja? So hii inamaanisha ya kwamba sisi tunakuwa waharimu wa amani duniani kote. Tunaanza hapa kwetu tukielekea katika maeneo mengine. Tuko pamoja?
na hii ndio itakayobadilisha maisha yako. Tuko pamoja? Kwa sababu hata kama ni biashara yoyote ile utakaofanya, inaanza na kitu moja, kukuwa na amani watu wale wengine. Hata kama ni kuanzisha familia, itaanza na kukuwa na amani na watu wale wengine. Tuko pamoja? Ukiwa na chuki, hauwezi ukabuild anything. Hauwezi ukajenga chochote. Hauwezi. Lakini ukiwa na amani, una uwezo wa kutengeneza mahusiano. Hasa hapo ndipo utakapoenda kwa baa na upate marafiki kwa baa, na uwalete wote kwa nuru. Si eti wataacha kukunywa, no, wataendelea kunywa, lakini watakuwa watu wazuri. Tuko pamoja? Watakuwa na yera ndani yao. Yera inamaanisha uchaji. Jina yera ni kusema uchaji. Uchaji ni kusema kwa Kiingereza reverence, yani ile mshangao wa ukuu wa Muumba. Tuko pamoja? Mshangao wa ukuu wa Muumba. Kwa hivyo hii inaashiria kwamba tunaenda beyond. Tunaenda beyond. Kwa hivyo ujue kwamba hii nyumba, ukiwa wa kwanza, utaendelea, utafundishwa, utaelewa, na wewe pia utaanza kufanya nini? Kufundisha. Tuko pamoja? So ukitulia unafundishwa, ukifundishwa na wewe pia unafundisha. Ukifundisha watu wakija, the more utaendelea wengi, the more na wewe pia utakavyozidi kuinuka, na wewe pia utakuja kuwa na branch yako. Tuko pamoja? Ya kufundisha nini? Amani. Sisi hatufundishi chuki. Tuko pamoja? Sisi tunarejesha mama kwa mtoto. Tunarejesha baba kwa mtoto. Mtoto kwa wazazi wake, baba na mama. Tuko pamoja? Kwa msichana, awe msichana awe kijana. Tunarejesha umoja. Tuko pamoja? Tunataka kuona biashara yako ikinawiri, lakini biashara yako pia haiwezi kanawiri ukiwa isolated. Haiwezi kanawiri ukiwa isolated. Kama ni ubunifu utavumbua, unahitaji uvumbuzi huo uweze kuhitaji watu, ili hao watu waweze kuconsume kile ambacho umebuni. Tuko pamoja? Ukiinnovate chochote, unahitaji mtu wa kuconsume. Sisi kama tunaelewana? Ya? Ukienda kazi yoyote ile, unahitaji marafiki. Hata kama unafanyaga mchengo, unahitaji marafiki. Lakini ukianza chuki, ujue katika hii dunia utakuwa peke yako na utakuwa stressed. Tuko pamoja? Kwa nini pesa unapata hazikai? Kwa sababu hiyo hiyo tu kitu. Amani ndio msingi wa kuona mafanikio katika kila kitu. Ukiwa na amani na watu wote, pesa misuse wako, unahifadhi pesa, zinaanza kukusaidia. Unapataka ideas zenye kukusaidia. Tuko pamoja? Ideas zenye kufanya nini? Kukusaidia. Tuko pamoja? Lakini ukiwa uko na utegano na watu, uko na vita na watu, pesa ukipata zote unaingia kwa baa, unakunywa zote, zinaisha. Zikiisha unarudi zero tena. Kwa hivyo kama ulikuwa na stress, inaongezeka maradufu. Pombe sio mbaya, lakini inahitaji amani kwanza moyoni. Ukunywe for the right reason, not for the wrong reason. Inasema kuanzia hapa, nuru hiyo itaendelea hadi katika pembe zote za ulimwengu, ikivuka galaxies na kuunganisha aina nyingine za maisha. Kwa sababu kuna maisha mengine. Okay? Hiyo maisha tusikwambie kwamba tutayaishi hayo maisha. Hiyo sio yetu. Sawa? Lakini maisha yenye tuko saa hii ndio maisha yetu. Kama kuna maisha mengine, hiyo sitaki kuongelea kuhusu saa hii. Kwa hiyo tusiharibu hii dunia eti tunaenda katika dunia nyingine. I want to repeat again. Do not destroy this life so that you can go to another life. No. Don't destroy. Welcome Juliet Peter. Don't destroy this life so that you can go to another life. Don't. Are we together? Usiharibu haya maisha ili uende maisha mengine. Don't. Usiharibu. Maisha haya uyaishi fully. Uishi haya maisha kikamilifu. Kama unakunywa, ujue ya kwamba unakunywa lakini kwa kipimo, kwa sababu hakuna maisha mengine, ni haya. Tuko pamoja?
Yes, kwanza kabisa kama kuna maisha mengine, sisemi ya kwamba hakuna maisha mengine. Juliet, sisemi hakuna maisha mengine, lakini usiharibu haya maisha. Doreen, welcome. Usiharibu haya maisha brother, kwa sababu kuna maisha mengine mahali. No, linda haya maisha, kwa sababu haya maisha ndio uko nayo. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Linda haya maisha, kwa kuwa haya maisha ndio uko nayo. Sawa? Umake sure kwamba hii mwili yako unaitunza, kwa sababu hauna mwili ingine. Kama utarudi tena reincarnation, tunaamini reincarnation, utazaliwa tena baada ya kufa, sawa? Somehow. Lakini hiyo sana sana usiilenge sana. Lenga saa hii kuwa perfect katika maisha gani? Haya. Tuko pamoja? Kwa hivyo unaishi once. Yolo, you only live once. Kwa hivyo unatunza maisha haya kana kwamba hakuna maisha mengine. Kwa hivyo unaanza hapa, kisha tunaendelea katika maisha mengine zilizoendelea na zinazoendelea katika kila pembe na ukingo wa ulimwengu, na kuleta si umoja wa dunia pekee, bali umoja wa uwepo. Sisi hatutazamii umoja wa dunia peke yake. Sisi hatuongei kuhusiana na umoja wa dunia tu. Tunaongelea umoja wa maisha haya na maisha mengine, universe. Okay? Sayari yote. Okay? Sayari zote tunataka kuleta amani katika kila eneo. Tulete amani hata kwa wanyama. Tulete amani hata kwa ndege na kwa samaki. Now, hii kitu tunaita amani, tukiileta karibu na sisi, inaongelea kuhusu nini? Ya kwamba mtu akiwa mgonjwa ako na amani. Mtu akiwa hana pesa ako na amani. Mtu akiwa hana kazi ako na amani. Biashara ikiwa ina yumba ako na amani? Hana amani. So tunaanza hapo, lakini pia hiyo ni kwa level ya chini kabisa. Lakini then tumeona ya kwamba unahitaji mtu mwingine kwanza. Huyo mtu mwingine utamhitaji wakati wenye utakapoanza kuona divine emanations, utakapoanza kuona uungu. Okay? Aspects za uungu ndani yake. Kila himaya imeumbwa kwa sehemu 4 ama sehemu 3. Tuko na sehemu hizi. Nianze na hawa. Ukiangalia hapa juu tuko na Aleph, tuko na Shin, tuko na Mem na Mem Sofit. Nataka uangalia hapa hivi. Tuko na hii inaitwa Aleph, tuko na hii inaitwa Mem, hii inaitwa Shin, na hii Mem Sofit. So ni Shin, Aleph, Mem and Mem Sofit. Hii M na hii M tofauti yake ni kwamba hii imefungulika na hii imefungana. Hii ni A. Nitakuja kufundisha tena, ukiendelea kuja utapata mafundisho. Au kuna hii inaitwa Shin. Now, hizo sehemu 4 ndizo ambazo zimegawanya dunia yote. Sehemu hizo 4 zinagawanyika kwa binadamu hivi. Binadamu ameumbwa kwa sura yake. Tunaposema binadamu ni sura ya Mungu, tunamaanisha hivi: ako na macho, ako na pua, ako na mdomo. Ukiangalia sehemu 3, uko na macho, Shin ambayo inaona nuru. Kuna Aleph, hii kaleta hapa hivi, kanasimamia pua ambayo inaoleta pumzi, unapumua nayo, ina separate mdomo, unaotafuna, unaokunywa na kutafuna. Tuko pamoja? Kwa hivyo dunia yote iko connected, kwa sababu whether ni binadamu anakula, anaona, anapumua, anakunywa na kukula, anakunywa na kukula. Now, the word kukunywa haijasema nini ambayo hakunywi ama nini ambayo anakunywa. Tuko pamoja? Kwa hivyo dunia yote iko totally connected, no matter who. Sote tunakunywa na sote tunakula, sote tunapumua na sote tunaona. Then ukitazama kuona mwenzako ana macho yenye kuleta nuru ndani yake, Yesu akasema
Macho ndio nuru ya mwili. Tuko pamoja? Haya, ako na pua inayopumua hewa ile ile ambayo wewe unapumua. Macho inaona nuru ile ile ambayo wewe unayoona. Mapua inapumua hewa ile ile ambayo wewe unapumua. Okay? Kukula, anakula chakula kama wewe, na kukunywa, anakunywa kama wewe. Hata kama unakunywa pombe, yeye hakunywi pombe, anakunywa chai, hakuna tofauti. Tuko pamoja? So, dunia yote iko same, totally same. Tuko pamoja? So, haja ya chuki inatoka wapi? Tuko pamoja? So, kukunywa pombe sio dhambi. I repeat again. Kukunywa pombe sio dhambi. Lakini kuondoa Mungu katika lile jambo ni kosa. Tuko pamoja? Kwa sababu Mungu ndiye amekupa. Tuko pamoja? Mungu ndiye amekupa. Basi unafanya ukimtukuza yeye, lakini pia usijiharibu. Kwa nini usijiharibu? Kwa sababu mwili huu ni wako, na umepewa mwili huu uutunze. So, ile unayokunywa na ile unayokula lazima yote ilidi tu kumtukuza yeye aliye juu. Tuko pamoja? Lazima ipate kulidi tu kumtukuza yeye aliye juu. Usiishi maisha yako kama tu kibonzo. No, lakini uishi kwa uchaji. That is why our leader anaitwa Yira. Yira inamaanisha uchaji. Unakuwa na yira ndani yako. Sasa ukikuwa na yira, hapo ndipo siri ya utajiri na fanaka inapotoka. Kwa sababu gani? Utaanza kuona mambo kwa macho ya ukweli, macho ya uhalisia. Tuko pamoja? Na ukianza kuona na macho ya uhalisia, everything else inabadilika. Kwa sababu sasa unaanza kuishi maisha yako kwa upendo, unaanza sasa kuishi maisha yako kwa uhalisia, unaanza kuishi maisha yako kwa ukweli, unaanza kuishi maisha yako vile inavyopasa. Tuko pamoja? Kwa sababu with yira ndani yako huwezi ukaiba. With yira ndani yako, ukiwa na yira ndani yako huwezi ukabaka. Ukiwa na yira ndani yako huwezi ukachukua mke wenyewe. Ukiwa na yira ndani yako hauwezi ukapata kuchukua kisichokuwa chako, kuiba or something, na ukiwa na yira ndani yako utatusi. Ukiwa na yira ndani yako utapata ya kwamba matendo yako yako more aligned. Tuko pamoja? Ndio maana sisi tunasema it is a restoration of the breach, ni urekebishaji wa mipasuko ambayo imekuwa. Sisi tunaita mipasuko ya familia. Ukiwa na uchaji yira ndani yako, hakutakuwa tena na hali ya vita kati yako na wazazi wako, kati yako na mke wako, kati yako na na mume wako, kati yako na ule mwingine. Kutakuwa na ile hali ya amani. Tuko pamoja? So amani hapa inapatikana kwa kujua ya kwamba kuna kitu cha muhimu ndani yangu ambacho kiko kwa huyo mwingine, sio ndani yangu peke yake. Tuko pamoja? Kwa hivyo siishi katika isolation. Siishi nikiwa nimejitenga katika hii dunia. Tuko pamoja? Mwili wangu na mwili wa mtu huyo mwingine ni the same. Sawa? Mwili wangu uko na shin, aleph, mem and mem sofit. Tuko pamoja? Na mwili wa huyo mtu mwingine pia uko na shin, aleph, mem and mem sofit. Kwa hiyo vile mimi ninavyohisi uchungu, ndivyo huyo mtu mwingine pia anavyohisi uchungu. Tuko pamoja? Kwa hivyo huwezi ukapiga mke ama mume, kwa sababu utakuwa unasema ni the same thing. Yeye vile anavyohisi ndivyo pia mimi navyo ninavyohisi. Tuko pamoja? Vile yeye anavyohisi ndivyo hata mimi ninavyohisi. Vile yeye anavyohisi ndivyo hata mimi ninavyohisi. Kwa sababu mwili wake na mwili wangu uko same. Tuko pamoja? Mwili ndani uko na sehemu hizo hizo. Uko na joto ambao ni shin, uko na aleph ambao ni pumzi. Ndani yake anakula, ako na tumbo dogo ya maji na tumbo kubwa ya vyakula. Tuko pamoja? Alafu
Hii mwili wenyewe ni kiungo kigumu ambacho kinarepresentiwa na memes of it, ikiwa inaashiria kwamba sote tuko equal mbele zake aliye juu. Kwa hivyo tunapomeza yira ndani yetu, yira ni siri ya uchaji unaoleta mabadiliko. Tuko pamoja? Uchaji, fear of God, kumwogopa Mungu, kumcha Mungu, kumwogopa Mungu. Tuko pamoja? Ndio chanzo, Zaburi ikasema, cha hekima, ndio chanzo cha ideas. Kwa hivyo innovations zinatoka katika siri hiyo ya kujua yeye aliye mmoja na wa pekee. Tuko pamoja? Kwa hivyo unapomjua yeye na kuruhusu yira iwe mwongozo wa maisha yako, yira awe mwongozo wa maisha yako, maisha yako haiwezi remain the same. Kwa sababu Abraham anasema hivi, Hashem yira anasema, anamwapia Isaka kijana yake, tunaenda mlimani. Isaka anamwambia hatuna dhabihu. Anamwambia Mungu huwa ako na utajiri, Mungu atajipea. Mungu ndiye huwa anajipea, anapokupea anajipea. Tuko pamoja? So Mungu atapeana, maana Mungu kwake hakupungukiwi. Tuko pamoja? So yira ni declaration kwamba Mungu hapungukiwi. Tuko pamoja? Kwamba Mungu hapungukiwi. Yira ni declaration kwamba Mungu hapungukiwi. Unataka kazi, ukienda kumalizia. Unataka mke, unataka watoto, unataka pesa, unataka maisha yako yabadilike, unataka kufunguliwa, unataka pesa zianze kushika mikono, unataka kuanza kuona ukipiga hatua. Yira haari is the answer. Tuko pamoja? Chochote kile unachohitaji, just name it. Yira haari is the answer. Na hii siri ni siri inayobadilisha kila kitu. Ni siri inayobadilisha kila kitu. Afya unayohitaji inapatikana katika jina Yira. Kwa nini tunangojeka? Kwa sababu tumekosa uchaji wa Mungu ndani yetu. Tuko pamoja? Kwa nini tunangojeka? Kwa sababu tumekosa hali ya yeye aliye provision ndani yetu. Tuko pamoja? So wakati wenye umeruhusu Yira iwe your higher conscious, iwe ndio fikra yako, uchaji ukuongoze, watu wengi sana wataanza kulileti na wewe, wataanza kujiungamanisha na wewe, watatamani kufanya kazi na wewe, watatamani kufanya biashara na wewe, watatamani kuitanishwa na wewe. Sijui kama tuko pamoja? Watatamani kuitanishwa na wewe. Wakitamani kuitanishwa na wewe, wataleta mabadiliko katika maisha yako. Tuko pamoja? Wanapotamani kuitanishwa na wewe, kutakuwa na mwamko mpya katika maisha yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu uchaji utakuwa unakusimamia. Hakuna mahali utakapohitaji kazi ukose, kwa sababu watu watakuwa wanakutazama na kuona shin ambao ni macho. Okay? Wanaona pua, hewa ya Mungu ukiipumua, wana feel breath ikitoka kupitia mapua yako na mdomo wako. Breath, ile pumzi unayotoa imejawa na uchaji. Okay? Wakisikia uchaji, wana feel I just want to employ this guy. Tuko pamoja? I just want to employ this guy. This is the man for my business. This is the man for my job. Huu ndiye mnaweza kanijengea vile nataka. Tuko pamoja? Hata kazi za mje hii, huyu ndiye ana uwezo wa kunifanyia kile ambacho ninachotafuta. Kwa sababu gani? Kwa sababu uchaji uko ndani yake. Tuko pamoja? Lakini wakati ambapo unapokuwa na wokovu, tuko pamoja? Unaweza kuokoka na bado ukakosa uchaji. That's why watu wameokoka lakini bado wanaiba. That is why watu wameokoka lakini bado wanaendelea kutusi. That is why watu bado wameokoka lakini bado wanaendelea na vituko. Tuko pamoja? Watu wameokoka wanahubiri migawanyiko. Watu wameokoka lakini unajua wanahubiri nini? Mama yako ni mchawi, baba yako ni mchawi.
Oh, watu wa kwenu ni wabaya. Oh, watu wa kwenu wanakufanyia. You see? Lakini Yira anataka umoja. Yira, uchaji ni badiliko halisi, kwa sababu si wokovu, ni reality. You live reality. You see the other as yourself. Sasa sisi tunafundisha nini? Usiishi maisha yako kwa wokovu, ishi maisha yako real kwa uchaji wa Mungu. Tuko pamoja? Unaweza kosa kuokoka, lakini uwe na kumcha Mungu. Tuko pamoja? Umche nani? Mungu. Chochote kile ambacho unachokifanya umche Mungu. Okay? Kienda kazi, mweko kwa counter, unafanya kazi kwa counter, iwe ni kwa kiabu, iwe ni kwa hoteli, iwe ni kwa duka, iwe ni kwa supermarket, iwe ni wapi, kwa karakana zile zote ambazo zilizoko, makarakana zote, haijalishi unafanyia wapi, utakuwa kwamba kunaye aliye juu yako. Unamkiri yeye. Katika kumkiri yeye, unasema sitaiba. Unapewa pesa na bosi wako azijui, unasema no, si kwa sababu nimeokoka, because waliokoka wanaiba na hakuna kitu kubwa. That's why wanasiasa wote wanaenda kanisani, wanasema wameokoka lakini bado wanaendelea kuiba. That's why wezi wengi wako wapi? Kanisani. Tuko pamoja? Hii yetu si kanisa kwa sababu ya hiyo. Hapa kwetu hatuhubiri kuokoka. Hapa kwetu tunahubiri kuwa na uchaji wa Mungu. Tuko pamoja? Sisi hatukwambii uokoke. Sisi tunakuambia ukuwe na uchaji wa Mungu. Tuko pamoja? Tunakueleza kwamba unaweza ukatembea maisha yako ukiwa pamoja na Muumba, kwa kuona ya kwamba ndani ya kila kiumbe kuna uugu, kuna sehemu, kuna miale, kuna kamwale au miale ya Muumba, kuna miale, sparks za Muumba. Tuko pamoja? Everybody has a spark ya Muumba. Kwa hivyo hutatendea yote mabaya. Hautakuwa na hamu ya kuiba, kwa sababu utakuwa unamuona yeye aliye juu akiwa sehemu ya kila kitu. Basi turejee pale pale kwenye mwanzo, hapo Muumba alipo, tujiungamanishe na yeye na kila kitu kinginecho kitakuwa sawa. Okay? Nataka tuombe ili tuweze kumaliza ibada yetu ya asubuhi. Simama. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Pakweli si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Kweli nguvu za giza zimeshindwa kwa uchaji wa Muumba. Nguvu za giza zimeshindwa kwa nuru ya Yira. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho wa amani. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho wa amani. Nguvu za wafu zimeshindwa kwa jina la amani. Nguvu za wafu zimeshindwa
zimeshindwa kwa nguvu za amani. Nguvu za wavu zimeshindwa kwa nuru ya ira, si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho wa amani. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Takatifu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa nuru ya ira. Nguvu za giza zimeshindwa kwa nuru ya mafundisho ya ira. Nguvu za giza zimeshindwa kwa mafundisho ya ira. Baba Mtakatifu, tunasema ni asante Mungu muumba wa yote. Dunia yote imejengwa chini yako. Sisi Bwana tu kwako. Hakika wewe ni mweza. Hakika wewe ni mwaminifu. Unatenda mema Baba. Unatenda miujiza. Unajidhihirisha mahali hapa. Hakika Baba umetenda makuu. Baba meinua wako Bwana. Baba kotuonekania. Baba kotujaza kwa neema. Asante kwa sababu ya uchaji uliotupa ndani yetu, ili matendo yetu yaongozwe na kulicha jina lako. Baba, kijana huyo ambaye amekuja leo, Baba wa milele, na muombea mabadiliko. Huyo binti, huyo kijana, huyu mzee, huyu mama, Baba sikiza ujumbe huu wa amani ya dunia. Naomba ya kwamba akapate kuwa baba yako na mabadiliko. Maisha yake ikachukue mkondo mpya. Akapata kupokea transformation. Akapokea transformation. Akakuone Baba. Akaone nguvu zako. Akaone ukuu wako. Baba, naomba ya kwamba ukawafungue. Baba, naomba ya kwamba ukawakoboe. Naomba ya kwamba kawafungulie milango yao ya pesa kwa ira. Achilia nguvu ya ira, nguvu ya provision, ili kuprovide katika maisha yao, ili kuprovide katika maisha yao. Nguvu ya ira ndani yao, nguvu ya ira ndani yao, ili kuleta mabadiliko, ili kuleta mwamko mpya, ili kuleta changes, ili kuleta mabadiliko. Baba mwema, ukafungue, ukakoboe kazi zao. Asiye na kazi apokee kazi. Huyu apae kazi yake na yuba, ukaiinue Baba yangu, ukaimarishe, manake wewe ni mwema. Baba uzima, naomba neema yako, naomba ushindi, naomba ukajidhihirishe, naomba ukatawale, kwani wewe ni Mungu. Hakuna kama wewe. Aliomba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Hakika wewe ni Mungu peke yako, ndiwe unatawala katika himaya zote. Unataka uchaji, si wokovu. Baba, basi tupe uchaji ndani yetu, tupe uchaji ndani yetu, tupe uchaji, tupe ira, 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 ira. Kila mahali ambapo tulipo, Baba wa rehema, ira awe nasi ndani ya mawazo yetu. Tuwe na ira ndani ya mawazo yetu, tuwe na ira ndani ya mioyo yetu, tuwe na ira kwa mikono yetu, tuwe na ira kwa miguu yetu, tuwe na ira ili Baba tusiingie na miguu yetu mahala pabaya. Baba mwema, mikono yetu isichukue kile kisicho chetu, kile ambacho hutatupea.
ama tujapewa, tuwe na ira katika kazi zetu, tuwe na ira katika biashara, tuwe na ira katika familia, ili tusipige wake wetu, tusipige waume wetu, bali Bwana wa rehema tukakae baba yangu na amani kamili na utulivu kamili, kwani kwa ira kuna amani, kwa ira kuna utulivu. Ni asante kwa sababu wewe ndiwe uliyekumbuka Abraham, ukampa ira katika maisha yake kondoo. Hata sasa ira kondoo katika maisha yao, ira kila kitu wanachohitaji. Shekhinah Safiroza Irari Safira Roza Irari tawala Hameleka Hameshiach tawala Hamelech Hameshiach tawala katika maisha ya watu wako, ili kuleta mabadiliko. Hii biashara inuke, 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 hii biashara inuke. Maisha yao yapokee mabadiliko, uponyaji. Ndio natangaza uponyaji, ndio natangaza uponyaji, natangaza uponyaji kwa uchaji wa ira, kwa uchaji wa Hashem, yirat Hashem, Rashit Chokhma, yirat Hashem, Rashit Refua, yirat Hashem, Rashit Data, yirat Hashem, Roshita Mamona, Roshita Kesefa, Roshita Kesefa, Roshita begin to bring wealth, bring order, bring money to them, bring money to them. Achilia yera tajiri fanaka kunawiri kushinda kufaulu katika maisha, wafaulu wanawiri wanaoshindi, wana mabadiliko. Vifungo vyote viwaachilie kwa ajili ya ira, viwaachilie wawe huru, wakombolewe kwa ira, wakombolewe kwa ira, wawe huru. Baba, asante kwa amani, asante kwa amani. Baba, wapate fedha, wawe na amani. Baba, wapate afya, wawe na amani. Baba, wapate ndoa zenye amani, watulie. Baba, wapate utulivu katika hali ya kula, katika hali ya kuvaa, kwa utukufu wa jina lako. Umetukuka. Asante kwa sababu ya wale ambao wametutembelea leo, Baba yangu, kwa sababu ya wale ambao wamekuwa shirika wetu, Baba wa rehema, wale ambao takawatumia katika Baba kufikia wengi duniani kwa ujumbe wa amani, ili dunia yote ijawe na amani, ili dunia yote ijawe na utulivu, ili dunia yote ijawe na amani kamili, dunia yote ijawe na amani, dunia yote ijawe na utulivu, dunia yote ijawe na ira, dunia yote ijawe na amani, kila kona amani. Tunaombea pets, wale ambao watu wako wameweka pale manyumbani, iwe ni ng'ombe, iwe Baba ni mbuzi, iwe ni mbwa, iwe ni paka, iwe ni kuku. Baba, tunawaombea wote kwamba hakika kawabariki Baba yangu. Pets wote waliogonjwa kawaponye, ukawaponye Baba, ukawaponye. Tunaombea amani Baba wa rehema, wale ambao wanapitia katika turuma Baba yangu, wanyama hawa wanaopitia katika turuma ya aina yote ile, Baba yangu, waponye sasa Baba wa rehema, kila aina ya mnyama, iwe Baba yangu ni nguruwe, iwe Baba yangu ni simba, iwe Baba wa rehema jirasa, Baba wa rehema, wote Mungu wangu tunawaombea katika kichaka, iwe ni ndege wa kila aina, kuku, mwewe, Baba yangu
Kumbuka ostriches wote baba yangu, wakumbuke samaki baharini, samaki kwa mito, samaki wa kila aina, maji ya chumvi na maji ya fresha. Baba wa rehema, wote waonekanie, wote baba yangu wabariki, waliogonjwa waponye, waliogonjwa waponye, mimea ya kila aina katika baba yangu ardhi. Baba wa rehema, kila kona kuna mimea baina ya kulilia kwa ukosefu wa mvua. Baba mwema, chilia mvua kwa ajili ya mimea, kwa ajili ya wanyama, kwa ajili ya binadamu kila mahali. Baba wa rehema, watu wakumbuke. Baba wa rehema, kuna binadamu wanaosafiri, baba yangu wakumbuke, waonekanie katika vyombo vilivyoundwa na wanadamu kwa urahisishaji wa safari. Baba, kwa kuleta amani katika dunia. Baba yangu, watu wabariki, watu waonekanie. Baba yangu walinde katika safari zao, katika njia zao. Wote baba yangu wakumbuke na watu wako kazini, iwe baba yangu, wako katika mahoteli, wako katika mabaa, wako katika pesa muguka, wako katika maduka, wako katika baba uzima makampuni. Wote Bwana rehema wakumbuke, watu wafadhili, hata baba yangu wanaochuza Bwana, baba yangu wote waonekanie. Baba wa milele, wote Mungu wangu tunawaombea Baba wa mbinguni ya kwamba wakafanye kazi zao kwa uchaji wa jina lako. Baba wa rehema, watu ukaonekanie, kila mmoja kazini pake akakuone, ili wanaoiba baba yangu wapate uchaji ndani yao, waache wizi. Baba yangu uwape Baba zilizo halali katika kazi zao, wakutukuze. Baba wa rehema, kapate kuonekana, kawainue, ukawajaze kwa neema yako, kwa ushindi wako, kwa kuwa wewe ni mwema. Baba, tuongoze sasa. Baba, tusaidie sasa, tuonekanie sasa, kwa kuwa wewe ni mwema, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Kwa irahaari, asante kwa sababu ya uchaji wako ndani yetu. Asante kwa sababu ya fadhili zako, muumba wetu, Mungu wa mbingu na nchi. Tunakuinua Hashem, maana wewe ni mweza. Hakika umeumba vyote, hata milima na mabonde. Basi Bwana wa rehema, tawala kila mahali, mahali ambapo kuna mimomonyoko. Baba yangu naomba Yakobo kapeane amani mahali pale, ili Bwana wa rehema, wanyama walioko mahali pale wakawe baba yangu na amani. Baba wa rehema, uregevu wote wa ardhi naomba Bwana wa mbinguni ukabadilishe, kalete baba yangu ni utulivu katika ardhi, kalete utulivu. Baba yangu, nimeanza kutubariki Bwana rehema kwa mvua, kwa ajili Baba ya kuonea kwamba ardhi inatoa mimea kwa ajili ya wanyama, ardhi inatoa mimea kwa ajili ya binadamu. Baba wa rehema, naomba ya kwamba tupe maji kwa kiwango, tupe mvua kwa kiwango chenye hakina uharibifu, kwa ajili ya amani ya dunia, kwa ajili ya uchaji wako. Baba mwema, usiruhusu mafuriko ya bebe watu wako wala wanyama. Baba wa rehema, wanyama baba yangu wengi sana, hata fikra hawana, wasaidie ili Bwana wa rehema wasibebwe na mafuriko. Binadamu pengine anaweza katoroka, lakini mnyama hajui. Baba yangu basi wasaidie. Mimea Bwana pia isaidie, ili baba yangu watoka kue kwa utukufu wa jina lako, maana sote tuko na shin alef mem and mem sofit. Baba wa rehema, tukafanye yote kwa kuleta umoja wa dunia, kwa kuleta amani katika dunia, kwa kuwa wewe ni Mungu na hakuna kama wewe. Unaweza Baba wa rehema, tukienda kutawanyika kutoka Baba katika ibada hii ya kwanza, tunaomba neema yako, tunaomba ushindi wako, tunaomba kibali chako, tunaomba ukatawale, tunaomba ukaonekane, tunaomba ukatende, maana wewe ni Mungu wala hakuna kama wewe. Kwa jina tunaomba muumba wetu Hashem, amen. Umebarikiwa sana, karibu sana, unaweza kukaa. Wale ambao mko huko nje, asante sana Doreen, na kuona naona watu wengi sana pale. Asanteni sana kwa likes zenu, asanteni sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Namba yangu ni 0795 217 250, 0708 823 772. Hiyo ni ingine.
0708-823. Ukipiga hiyo ama 0795-217-250. Ukipiga hiyo utapata kunifikia. Unabii na maombi utapata kufanya kwa uwezo wa uchaji ama kwa uchaji mkubwa. Sisi hatutenganishi, sisi tunaleta kuunganisha, sio kutenganisha. Kuunganisha sio kutenganisha. Karibuni sana. World Peace Initiative Center ndivyo tunaitwa. Tuko katika eneo la Turf Form. Ukiwa tu barabara ya Mombasa Road, kuna roundabout ambayo inaelekea Namanga. Hapo tu utaona kipao kikubwa sana. Hata kama uko kwa basi waambiwa kubwage Turf Form. Ukiwa hapo utaona kipao kubwa sana ya Turf Form Company ya kutengeneza mattresses. Kiingililia hapo kuna kajia kadogo mahali utaona corrugation. Kipandia hapo kwa kajia utaona World Peace Initiative Center led by me na P. Kimani Waboi. Karibuni sana. Sisi tuko chini ya Yeraha Ari. Tunafundisha amani. Kama uko na swali kuhusiana na mafundisho haya, tuna uwezo wa kupata kukuelekeza. Hatusemi uokoke, tunasema ujawe na uchaji wa Mungu. Umche Mungu. Okay? Umche Mungu. Mungu ni mmoja. Mungu hana dini. Okay? So mambo ya kuokoka hiyo kwanza hatuongelelei. Tunaongelelea wewe kumcha Mungu, and that's it. Okay? Wewe kumcha Mungu, and that is it. That is the best thing. Ukimcha Mungu, everything else itakuwa sawa katika maisha yako. Shabarikiwa sana na wapenda tena kwa njia kubwa. Asanteni zaidi. Shalom, shalom. Unaweza ukatoa sadaka.